Naam, mtazamaji, leo tumekuja tena katika macho yako kuweza kukujuza kile ambacho tumekiandaa katika meza yetu siku hii ya leo. Na kama kawaida, mimi mtangazaji wako naitwa Revocatus Theodori, lakini pia kama ilivyo kawaida yetu katika kipindi hiki tunakuwa na mgeni hapa, na tumekuwa mara kadhaa na mtumishi wa Mungu Saa Ombeni. Na hata hivi leo ninavyozungumza tumepata nafasi ya kuwa pamoja naye katika kipindi hiki kizuri kabisa cha kukupa ufahamu kwenye akili yako kuelewa ukweli ni upi katika kile ambacho tuko nacho mezani siku ya leo. Nikwambie tu kwamba tunazo dakika 30 peke yake kwa ajili ya kukuingizia ufahamu ambao utakusaidia kuelewa vitu katika hakika yake inayotakiwa kuelewa. Sasa leo tunakwenda kuzungumza kwa habari ya hii mitandao ya kijamii, na tukiwahusisha moja kwa moja watumishi wa Mungu. Kwa maana ipi? Mitandao ya kijamii ni fursa. Mitandao ya kijamii imekaa katika mfumo wa kibiashara. Mitandao ya kijamii unapotimiza vigezo vya matumizi bora ya kimtandao, huwa kuna income, kuna kipato unakipata kama mtumiaji wa mitandao hiyo ya kijamii, especially mitandao ya YouTube, Facebook, Instagram, Twitter na mingine mingi. Sasa watumishi wa Mungu wengi leo hii wamejiingiza katika mitandao ya kijamii na wamekuwa wakifanya huduma huko kwa ukubwa ambao tumekuwa tukiushuhudia tunapoingia katika mitandao ya kijamii tunaona. Sasa swali letu la leo ni kwamba je, wanapofanya hiki ambacho wanakifanya katika mitandao ya kijamii, target inakuwa ni hipi? Target yao ni kwamba wapate kutimiza vile vigezo vya kimtandao, kupata fedha, au lengo lao ni lile lile linabaki katika kuhubiri Injili? Sasa leo mtumishi wa Mungu Saa Ombeni atakuwa na majibu mazuri sana kuhusiana na swali ambalo tuko nalo mezani siku ya leo. Moja kwa moja nichukue fursa hii sasa kumkaribisha mgeni wetu siku ya leo aweze kukusalimia kwa maneno mazuri, alafu moja kwa moja tutaingia katika swali ambalo tuko nalo mezani katika siku hii hapa ya leo. Langu jina Revocatus Theodori. Bila kupoteza wakati, nimkaribishe sasa mgeni wetu siku ya leo aweze kutusalimia kama ambavyo nimeweza kukujuza. Karibu sana kiongozi. Amen, asante sana. Tumefurahi tena siku ya leo kupata nafasi ya kuwa na wewe katika kipindi hiki kizuri. Ndio, na mimi pia nimefurahi kwa kweli. Nimefurahi sana. Mtazamaji wetu anatamani kufahamu majina yako kwa usahihi. Okay. Mtazamaji, ninaitwa mtumishi wa Mungu Saa Ombeni. Ninamshukuru sana Mungu kwa kupata neema na kibali cha kuweza kushiriki mahojiano haya ambayo mtumishi wa Mungu ameweza kuyaandaa, na ninaamini lipo jambo kubwa sana ambalo Mungu anakwenda kuliachilia kwenye maisha yako kupitia kipindi hiki. Amen. Sawa. Mtumishi wa Mungu, kama ambavyo umeweza kulisikia swali letu ambalo tuko nalo mezani siku ya leo, ni kwa habari ya hii mitandao ya kijamii. Watumishi wa Mungu wengi sana wamekuwa wakiwekeza nguvu kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kwa sababu ni fursa, wanajiwekeza huko kwa lengo lipi hasa? Je, ni kwa ajili ya kutimiza vigezo kwa sababu ya kupata malipo ya kimtandao, au lengo ni lile lile la kuhubiri Injili? Nafikiri tutapata majibu mazuri sana kutoka kwako. Karibu sana mtumishi. Asante. Nashukuru kwa swali zuri. Kiuhalisia ni swali ambalo nasema nitumie Kiswahili kipi? Ni swali ambalo ni currently, yani ni la kisasa, kwa sababu ni kweli kama unavyosema kumekuwa na aina mbili ya watu kuweza kutumia mitandao. Sawa sawa. Kama ulivyosema, kuna watu ambao wanaingia kwenye mitandao ya kijamii ndio ili waweze kukidhi vigezo kisha waweze kulipwa fedha. Sawa sawa. Lakini kuna watumishi wa Mungu ambao wanaingia kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya lengo kuu, agizo kuu ambalo Yesu Kristo alituagiza tuweze kulifanya, ambao ni kuhubiri Injili kwa watu. Na wapo wengi kabisa ambao wanaingia humo, lakini bado kuna watu wengi ambao wanaingia kwa ajili ya kipato. Sasa mtazamaji, swala la matumizi ya mitandao ya kijamii, kwanza tunaamini kwamba ni swala la mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Ndio. Na ufahamu kwamba ni jambo ambalo haliwezi kuzuilika. Zamani swala la kuhubiri Injili tulikuwa tukilifanya mitaani, makanisani na mahali penginepo ambao kulikuwa na mikusanyiko ya watu.
wengine wamekuwa wakitumia hata kwenye vyombo vya usafiri, kwenye mikusanyiko ya watu. Tumekuwa tukiona mazingira kama hayo yamekuwa yakifanya. Kabisa. Lakini kadri mabadiliko ya sayansi na teknolojia yalivyokuwa yakiendelea ndani ya jamii zetu, na sisi tulilazimika tuweze kuendana, kuadapti na mabadiliko hayo. Kwa hiyo swala la matumizi ya mitandao ya kijamii ni swala ambalo ni la muhimu sana sana, ambalo haliwezi kukwepeka. Na kulingana sasa na mazingira hayo, kama kanisa na kama wahubiri wa Injili na kama mawakala ambao Yesu Kristo ametupa tuweze kusimama kumwakilisha yeye hapa duniani, ni lazima tuweze kutumia. Sasa kama ulivyosema ni hapo, tunaingia katika mitandao ya kijamii tukiwa na malengo yapi? Na nimesema pale awali kwamba wapo wanaingia kwa sababu wamesikia kwa ndugu jamaa na marafiki kwamba matumizi ya mitandao ya kijamii pia kuna fursa ya kupata uchumi. Kwa hiyo wengine wameingia kutangaza neno la Mungu humo kwa kusudi la kuweza kupata fedha. Na wengine wako halisia kabisa kuhakikisha kwamba lengo kuu ni kutangaza habari njema za Yesu Kristo. Nao watu of course, na mimi ni mmoja wapo. Mimi ni mmoja wapo ambao ninatumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kazi ya Mungu. Lakini mtumishi wa Mungu, tukirudi nyuma kidogo, wakati hii mitandao ya kijamii inashika hatamu, kwa maana ya kwamba inakuwa na nguvu, wakati inaingia kwa nguvu, ni mitandao ambayo ilishambuliwa sana hasa na watumishi wa Mungu, wakisema kwamba hizi ni nyakati za mwisho, kwamba mbinu za mpinga Kristo katika kuhakikisha kwamba anawakwamisha watu wengi katika safari yao ya kwenda mbinguni, hii ni moja wapo kupitia mitandao ya kijamii. Lakini leo hii kauli zimegeuka. Wale watumishi wa Mungu ambao walikuwa wakisema kwamba hii ni moja ya njia ambayo mpinga Kristo anayetumia kuharibu au kupoteza watu wengi, leo hii hao sasa ndo wanaingia huko na kuhakikisha kwamba wanaitumia. Sasa tunashindwa kuelewa na inakaaje hii hasa. Iko hivi mtazamaji na msikilizaji wangu. Unajua jambo lolote lile ambalo ni jipya linapokelewa kwa mitazamo tofauti tofauti. Sawa. Na si tu kwenye swala la mitandao ya kijamii, kuna vitu vingi sana ambavyo vilikuja bado namna ya jamii kuweza kupokea, na hususan ni jamii ya waliookoka. Unajua swala la Injili limepita katika vipindi vingi. Ndio. Kuna muda ambao niseme huko nyuma, wakati wazee wetu walipokuwa wakipokea Injili, walipokea katika mitazamo tofauti. Sawa. Ndio maana kuna baadhi ya watu, kama utakuwa ulishawahi kufuatilia huko au kuulizia vizazi vilivyopita huko, kuna watu ambao hata kupiga makofi ibadani ilikuwa ni issue. Ilikuwa hairuhusiwi. Kuna watu ambao hadi kucheza ibadani, kumchezea Yesu ilikuwa ni issue. Kwa hivyo ni vipindi ambavyo mitazamo watu walikuwa nayo kulingana na swala la neno la Mungu. Yale mafundisho. Lakini kadri ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia, of course mwanzoni watu walipata changamoto kama ulivyosema, walikuwa akiona kwamba ni eneo ambalo shetani alikuwa anapenyeza mambo yake kupitia vyombo hivi vya habari na mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini baadaye kadri walivyokuwa wakaona kwamba sasa ni eneo la mfumo wa kawaida wa maisha ya kila siku. Yani ni sehemu ya maisha ya kila siku ambayo hayawezi kukwepeka. Lazima tu uwepo huko. Hayawezi kukwepeka. Najua watazamaji na tumishi wa Mungu, unaelewa hata hili swala la vitambulisho vya taifa, kwa mfano Tanzania, hivi ambao wanaviita NIDA, NIDA hivi. Ndio. Mwanzoni watu walikuwa wanaviona kwamba ni vitu ambavyo ni vya hatari, vinakuja na ajenda ndani yake ya mpinga Kristo. Shetani anataka kupenyeza humo. Walivyoambiwa watumie vidole hizi finger hizi kwa ajili ya weka pale na nini, kwa hiyo wanaona kama ni ajenda ndani yake, kumejificha ajenda. Lakini baadaye walipokuwa kiendelea kuelimishwa, nao wakiona mifumo ile, wakienda maeneo mbalimbali ambayo walikuwa wanahitajika uweze kutoa vitambulisho, aweze kupata huduma, kaona ni sehemu ya kawaida ya maisha. Kwa hiyo mabadiliko hayo hata katika maeneo ya matumizi ya mitandao ya kijamii ndio ambayo pia yalikuja yakaleta athari katikati ya kanisa. Kwa hiyo ikafikia mazingira wakaona kwamba mitandao ya kijamii ni sehemu ya kawaida ya maisha na si ushetani. Na si vitu vya kupitishia kutoka kuzimu. Mimi naamini kabisa mtazamaji wangu, kuna kitu kipya kinaingia katika akili yako juu
ya matumizi ya mitandao ya kijamii, lakini moja kwa moja tukiwahusisha watumishi wa Mungu. Labda utusaidie mtumishi wa Mungu Sir Ombeni kwamba sasa watumishi wa Mungu wawe na mtazamo gani wanapoingia katika matumizi ya kimtandao, hasa pale wanapokuwa na lengo la kuhubiri injili. Lakini pia baadaye kidogo nitakuja na swali fulani la challenge kwako tuweze kufahamu kitu fulani hivi. Lakini kwa sasa hebu niambie, watumishi wa Mungu wanapoenda kule wawe na mindset ya namna gani? Okay. Iko hivi kama nilivyosema pale awali kwamba watu wameingia na mitazamo miwili. Mtazamo wa kupata fedha na mtazamo wa kutimiza lile lengo ambalo ni kuhubiri injili ya Yesu Kristo kwa watu wote. Na of course watumishi wengi wanaingia kwa mitazamo hiyo miwili. Lakini mimi kama mtumishi wa Mungu Sir Ombeni ninatoa ushauri kwamba ukisha kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu, sawa, ni mtumishi wa Mungu, basi jikite katika lile kusudi la kumtumikia Bwana. Unajua Biblia imesema, kusoma katika Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 33 kwamba utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake na mengine yote mtazidishiwa. Sasa kama mtumishi wa Bwana ambaye wewe unatumika katika ufalme wa Mungu, ufalme huo unaelewa namna ambavyo utakavyoweza kukuhudumia. Wenyewe unaelewa kwa sababu unajua ufalme ni system, ni mfumo uliopo. Kwa hiyo unaelewa. Kwa hiyo ni vizuri kuingia katika mitandao ya kijamii kwa ajili ya lengo la kutimiza agizo kuu, Great Commission, ambayo ni kwa ajili ya kuhubiri injili, si kwa ajili ya kutafuta fedha. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu unajua shetani huwa anaelewa namna ya kucheza na makusudi ya mwanadamu. Kadri utakavyoingia kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya kupata fedha, kipato, ndivyo ambavyo shetani anakubadilishia ajenda kwako. Kwa hiyo badala ya kutimiza lile kusudi utajikuta una praise, unahamasisha, unajenga, unahubiri vitu ambavyo si kusudi la Mungu. Lakini kama ukijikita kama mtumishi wa Bwana ukajikuta kwenye mitandao ya kijamii kuhubiri neno la Yesu Kristo, ndivyo ambavyo utakavyoweza kupata mpenyo mkubwa, na ndivyo Mungu atakupa nguvu kubwa sana ya kupenya kupitia mitandao ya kijamii, kwa sababu unabeba ajenda sahihi ya Kristo ambayo ni kuhubiri injili kamili ya Yesu Kristo. Tena injili kamili ya Yesu Kristo. Labda nikuulize mtumishi wa Mungu, ulishawahi kupata changamoto gani mara tu ulipoanza kutumia mitandao ya kijamii? Mara kadhaa nimeweza kuona watumishi wa Mungu wakipata changamoto za kutengenezewa picha mbalimbali ambazo ziliharibu status zao, na wakati mwingine zikaharibu hata huduma ambazo wanazozifanya. Labda wewe toka umeanza kutumia mitandao ya kijamii, lipi ambalo unahisi lilitokea na likakuchafua kwa namna moja au nyingine? Ni kweli matumizi ya mitandao ya kijamii yana changamoto. Sawa. Changamoto si kwangu tu, nimekuwa pia, kwa sababu mimi ni mdau mkubwa sana wa mitandao ya kijamii. Sawa. Na nimekuwa nikifuatilia watumishi mbalimbali.